Yes, kufika sasa hivi communication ikwaje? Kirikou hujampata, Dabo hujampata, Hakim Moza, manageri, bikwaje? Manager tunaongea naye, tunasalimiana, lakini ananiambia tatizo sio yeye, ni wa Double J, ni Kirikou. Sasa mimi sijui kama wanamdharau, kama wamusikilizi, kama yeye iko nyuma manageri, ndio mimi bado sijajua. Kama wana mwingine manageri pembeni sio Moza. Bado mimi sielewi. Juu Moza tunaongea ananiambia tatizo sio kwake. Kufika sasa hivi hujawapata? Sijawapata, sijui kama wamejua kaniko watafutisha. Kama wanajificha. Wanajua. Tunako wanajua nyuma hawapatikani. Lakini nitawakamata tu juu hiyo manda haina mwisho pa hapo nikishawakamata njoo inakuwa mwisho. Hata ikiisha naweza nikafuata na upya kama vile tena. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeze rakomeze neza aho muri hose bakunzi ba Yaga Take. Karibu cyane rero muzufye content nziza kandi exclusive interview. Ntaramwe bigire muyibona, ntaramwe bigire muyumva, ariko no munsi no hambere mugira mutangure kwanza kuyumva. Hama kandi vyagiye biravugwa bimaze n'imisi myinshi biriko biravugwa, ariko no munsi tumbaduwa tangurane rero nuwa bitanguje mbega vyatanguye gute, bimeze gute? Karibu sana mzee. Asante, nashukuru sana. Uko sawa? Nipo poa. Kwa majina ni nani? Naitwa Ben au kitako niite Ben Benito. Ben Benito. Yeah. Nawaza kama watu wanakuwa nafuatilia si mara ya kwanza wanakuona. Ben Benito ni nani kwanza? Mwenye tunaekalana ni mtu gani? Tuko tunaongea. Ben Benito ni kijana mwema, mtulivu, ana vingi vya kusema. Tena ni kijana mpenda kufanya kazi. Napenda kufanya kazi na kutumika na watu tofauti. Napenda kuwa na watu. Yes. Tunamaliza masiku tunasikia tatizo moja ilikuwa kwa waimbaji hapa kwetu Burundi. Billyman Boys. Pako nyimbo wanatumika na Bad Boys. Ndirimbo yitwa Icyana. Ndio. Ndirimbo yitwa Icyana. Nakumbuka nimewahi kuona mko mu tournage pako vitu vingi vilikuwaka nini. Lakini nataka kwanza kujua chanzo cha kuongea nao bilendekaje, nyimbo ilikujaje, ide ilikujaje, jua nini kutafuta Billyman Boys? Hapo cha kwanza mwanzo ni kusema ide ilitokea kundi la Bad Boys. Bad Boys ni kundi mimi nasimamia. Bad Boys na alipo hapa linaishi Finland, wanaishi Finland. Yebo wanaishi Finland. Wanaishi Finland. So Bad Boys walinifikishia hiyo mawazo ya kusema wanataka kufanya na collabo na kundi moja hapa Burundi. Wakajaribu kuangalia, wakasema itakuwa vyema wakifanya na Billyman Boys. Ulikuwa unawajua Billyman Boys? Nilikuwa nawajua na wafuatilia, lakini tatizo ni juu mimi sikuwa najua kindani zaidi jinsi wanavyotumika. Juu mimi sikuwa naishi hapa Burundi. Na unaishi wapi? Bado nilikuwa kwa Kigali. Uko Kigali. Lakini nikasafiri nikaelekea juu na mimi na niko Finland au niko Kigali au niko Kongo. So waliweza kushuka huku kutafuta Billyman Boys. Ndio walikuwa wanapenda kufanya na Billyman Boys. Waliwatafuta, tukakubaliana, nikamwambia ni watafuta. Wewe ndio watafuta? Mimi watafuta wakati nilifika Burundi. Nikawatafuta, nikaongea na manager wao, Hakim Moza. Baada ya hapo akaniletea wa vijana wake nyumbani, nilikuwa hapo naishi ni Mirwari. Wakaniletea nyumbani. Tukaandikiana, niko na makontra. Wakanikubalia kama watafanya kazi kabisa kwa nguvu yao na kubidi. Tutasaidiana tena kuhusu mambo ya mapromo. Wataweza kunisaidia kuela walivyopenda ni wapi hizo hela. Yes. Nataka kwanza tuende pole pole. Mtu akisikia pako kontra ya kutumikana collabo. Ndio. Pako na kontra ya promotion. Atukufanya kontra ya promotion au kontra ya tuko na kontra mbili. Tuko na kontra mbili juu tulivyokubaliana before ya mara kwanza. Ilikuwa ni pesa na vyote vimo ndani. Unaona? Wao wanilomba 1200 euro. Nikasema hiyo 1200 euro ni pesa nyingi.
Lakini tukakubaliana, nikasema ndawapatia kwanza 1000 euro. Patawekea maana yake 200 euro. Mimi nikasema hamna shida. Hiyo 1000 euro ilikuwa ama kufanya collabo, video yusiki na audio yusiki, yote mimi nilipia mimi vyangu Ayo 1000 combien ni ya collabo na promotion. Juu walinyambia hivi inabidi tusaidizane kuhusu promo. Nikawaambia hivi, wapeti walisema hivi hao ni wageni huku, hawajui kuhusu mamedia au wa YouTube baadhi wao wafanya pasho washindikiza. Hao ndio wanabidi wawashike, wakasema yote watafanya. Na wakubalia kuwapeleka ku radio kama 2 kwa 2, Moses kama 2 na wengine wawili Tifondland. Wengine wawili wa YouTube. Wa YouTube. Wa media. Nikasema sawa, hamna shida, lakini ilifo tunasaidiana mambo ya promotion. Tukakubaliana, kasema okay sawa. Nikawalipa, wakaenda, tukafanya projet, lakini baada ya projet ya audio nilimaliza kweli bila tatizo. Audio? Tatizo ilitokea. Tatizo ilitokea hapo ilikuwa muda wa kushuti. Director tutumike naye ilikuwa John Irari. Ule jamaa huyo. John Irari, yes. Kisha sasa yeye alikuwa Kigali. Mlikuwa mshasikilizana vyote. Tulikuwa tushaandikana viko mu contrat, lakini hakuweza kupatikana. Unaona, John hakupatikana, alikuwa Kigali. Alikawia Kigali sana. Muda ya kurudi hakuweza kurudi. Alibakia Kigali, ilifika hata wakati hata wanafunga mipaka. Acha kuja. Ikakuwa vigumu kurudi. So tukaamua tuchukue mwingine. Lakini John Elari amkuwa mshamlipa. Alikuwa tutamlipa yeye. Tulikuwa tunishamupigia tu ya kumtambulisha kama tukatumika naye. Lakini alikuwa busy. Alikuwa busy sana. So tukatafuta mwingine sasa, mwingine director. Director tulimtafuta yeye, tukakubaliana, kumbe sijui kama walikuwa na beef na director. Mimi siwezi jua kama walikuwa wapenda tumike na director. Ni nani? Ilikuwa Landry. Ilikuwa Landry. Yes. Sijui kama alikuwa na beef, kama alikuwa na beef nao sijui. Hawakuweza kumkubali, hawakuweza kuwa naye karibu. Mimi nao walitokea matatizo juu walikuwa wanakorogana sijui vyao. Mimi sikuweza kuviingia ndani. Yes. Mimi video ilifika wakaharibu. Siku ya video palikuwa Double J alikuwa na Kirikou alikuwa na Moza. Yes. Na jamaa mwevi jina yake ya Young D na shofero wao walikuwa. Ilikuwa watu wengi, walikuwa kama watu wanatambuka. Ni timu yao ilikuwa timu wote wangeweza kuingia mu video. Wangeingia mu video. Mimi ilikuwa watu wengi kweli. Direct hata watu wengi. Ilikuwa video inataka kuonesha kama tuko kwenye mood ya nyene ichana. Unasikia ichana? Tuko kwenye mood ilikuwa watu wengi. Watu wengi kweli. Mimi shoot ya kwanza tatizo ilitokea, hawakuweza kuingia shoot ya kwanza. Maana yake nani ilikuwa location ya kwanza. Hawakuweza kuingia amo. Hawakufika kutere. Walifika lakini wakasema hivi manguo hawapendi hiyo manguo waleta. Hiyo stylish. Hawakuweza kuingia. Hawakuweza kuonekana ku party ya kwanza. Ya pili tukabadilisha. Stylish ilikuwa ni nani? Tokos. Kama ni Tokos. Na director ndio nani muleta. Mimi sikuwa ni Tokos. Mimi usiki yeye ndio director ndio animuleta. Baada ya hapo director akasema tunabidi tubadilishe location. Tukabadilisha location. Yes. Sasa tulibadilisha location. Tukaingia kama kwa Sioni kule chini. Ngamo mu studio. Fasi kinyumba kikubwa tu tunashoot. Studio ya Landry. Studio kama ni studio yake kama ni ilikuwa ni fasi pa kushutia. Hapo ilikuwa mamida kama ya saa 4 au usiku hivi. Wakasema tupafanye party ya pili ya kushuti. Wakaingia ndani na ya tatu wakaingia. Ya 4 ndio walikatala na ya 5. Ya 5 ilikuwa maana Landry kusha tuitikia kutupatia kama watu wote pamoja.
Lakini ile hiyo ya 4 hawakuingia, ya kwanza hawakuingia, ya pili wakaingia, ya tatu wakaingia, ya 4 na ya 5 wakagoma kuingia eti mpaka ni wanunulie mavazi. Ile mavazi sio haikuwa kivyangu mimi kuwanunulia. Haiko ndani ya kontra. Eti mpaka ni wanunulie mavazi. Ilikuwa mavazi na vitu moja bling bling. Yes. Daboje alisema anavipenda. Nataka kuwateni mnunuzi. Ni kama ile iko ndani ya kontra. Before lisema hizi nguo hazipendi ni mbaya. Sasa hivi unasema ni za mzuri tena nikununulie mimi kwa pesa zangu na tayari nishawalipa. Na haiko mimi susiki na manguo. Nausika na manguo ni direct anishamulipa. Alishaita stylish yeye kama umependa basi. Nunua kwa pesa zako nishitarisha kulipa. Nifanyize kazi nimekupa. Akakatala. Baada ya kukatala nikaona mie isiwe shida. Nikaambia wa vijana wangu basi nyewe umalize shoot. Kuna kumalizia shoot yeye akakatala, yeye Moza. Akasema pana tu nikazarau. Eti nikazarau, hakuna kisa naweza kufanya shoot. Hakuna kisa naweza kufanya shoot. Na watu wake hawapo. Kama wanakatala kuingia ndani ya video. Mfanye nini? Hapo ndio kwa fujo lianzia sasa. Baada hapo lakini mimi sikuwa nahusika, hata walikuwa wanafanya wanashoot, mimi yangu najikala pembeni na pumzika na lala, walikuja wakanilamusha. Hapo ndio kwa ugomvi ulianzia. Na baada hapo Daboje akagoma, akasema hawezi kamalizia kushuti video. Nikaona hakuna kitu cha kufanya, nikatulia. Hao waliondoka. Waliondoka na timu yao, na mimi nikaondoka na timu yangu. Nikazani kama watanitafuta wakunitafuta. Nyinyi nyote nikawatafuta. Wakaniambia vibaya. Nikasema sawa, lakini niona inakuwa 2 jours siku bila wapatikani. Nikaamua kwenda kupeleka mashtaka kuwahusika. Lakini hapo nyimbo haikuwa haijatoka. Na video haikuwa bado yamalizika. Na ilikuwa ni audio, ndio ilikuwa tu tupo nayo haipo hewani. Yes. Na video ilikuwa tunashoot haikumalizika. Wakaribu. Baada hapo nikaenda kwa staki. Nikastaki Kirikou. Baada ya siku ya kushuti, kesho yake ngasikia ashakuwa Kigali. Daboje waliwahi kumkamata. Daboje walimkamata wakamfunga gani siku moja, gani hiyo siku moja. Huruma yangu sasa mimi mwenyewe. Akaloma msama, nikamhurumia. Akaniambia kazi yangu naenda ataimalizia. Kuhusu malipo, nikamwambia kuhusu malipo juu nilikuwa makina desa euro yao. Akasema hiyo desa euro juu video walikuwa sharibu, hawana tena pesa ya gharama ya video. Wakasema basi tufanye hivi juu video ilikuwa ni kidogo, ukiangalia hata image ya video video haijai, iko kidogo. Mapartizi kuza kidogo na ipasha kuwa parti kama ipasha kuwa kama ta 5. Lakini kama 2 3 hivi sio nyingi. Yes. So nikamhurumia, akaambia hizo desa euro basi nimhurumie. Tusibalipi hazo. Lakini kuhusu promo watafanya. Yes. Watafanya promo tukaandikiana. Ndio kwenye contract ndani. Yes. So ugomvi kikubwa sijui juu tayari mimi nikosha msamee. Nikosha mhurumia, mimi kajua ndani ya roho yangu. Yes. Nishahurumia, kazi watafanya. Baada ya hapo wakakaa kimya. Bikaisha hivyo nikakala kimya. Lakini mimi pole nilikuwa nawapatia feedback. Na watumia ujumbe na waambia nyimbo nafikia hapa. Director ananiambia hivi. Tuangalie video. Cover hii imetoka, mwanzo mkaposti bila yote kuanzia ku 1 mpaka ku video tulitoa hii. Hawakuwa wanajibu na tena kuposta, wakaanza kuposti vitu vikakuwa hivyo. Convocation ya kwanza ni ya le 10 janvier 2024. Ndio ndo umeleta convocation ya kwanza ya Kirikou na Daboje. Ni Niyonkuru Yusuf Akibal na Mugisha Jean Junior. Ni watu wawili. Mtu akisikiliza gisi wiko anafikiri sasa tatizo iko kwa Daboje, iko kwa Kirikou.
eske hakuna tatizo kati yenu na hao artisti wa Birimani Boys ili wafanye wao ugomvi wote? Si katikati yetu haikuwa tatizo. Juu kila kitu walikuwa wakiniambia nifanye nilikuwa nakifanya. Yes. Hata vinywaji, bro, nilikuwa wanunia vinywaji vya bei. Hata vinywaji vya kunywa, unasikia wananiambia watakunywa hivi vinywaji vidogo vidogo hivi vya mapofu. Wananiambia vinywaji viko bei. Mara wananiambia Jack Daniel, Hennessy. Mara mimi nilikuwa nawaletea Jack Daniel. Ndio walikuwa wanatumia. Sasa watu kwa wanawaletea hivi vinywaji hivyo. Ugomvi gani mimi nilikuwa na? Mimi sikuwa na conflict. Juu nilikuwa niwatafuta juu tufanye kazi. Sina ugomvi, sikuwa na ugomvi nao. Yes, kufika sasa hivi communication ikoaje? Kirikou hujampata, Dabo hujampata, Hakim Moza, manageri bikwaje? Manager tunaongea naye. Tunasalimiana, lakini ananiambia tatizo sio yeye, ni wa Double J, ni Kirikou. Sasa mimi sijui kama wanamdharau, kama wamusikilizi, kama yeye iko nyuma manageri, ndio mimi bado sijajua. Kama wana mwingine manageri pembeni sio Moza, bado mimi sielewi. Juu Moza tunaongea, ananiambia tatizo sio kwake. Na ananiambia juu mimi tayari niko na audio, tuliongea niongea nikamshika audio. Niko na audio yake, anasema tatizo sio kwake, ni wao vijana wake. Unasikia? Moza sio mulaumu au nalaumu wao ni waliofanya kazi. Kufika sasa hivi hujawapata? Sijawapata, sijui kama wamejua kaniko watafutisha. Kama wanajificha. Wanajua. Tunako wanajua nyuma na hawapatikani. Lakini nitawakamata tu juu hiyo manda haina mwisho hapo nikishawakamata ndio inakuwa mwisho. Ikiisha naweza nikafuata na upya kamvele tena. Nyimbo inamaliza, mwezi unataka uishe. Nyimbo ishatoka. Mwezi unataka uishe, hivi kwa 40,000 views. Mweye kuwa na idea ya kutumika hii collab na Birimani Boys. Vision yenu ilikuwa ya wapi? Unaona kufanya kazi na watu wawili tena wenye jina, nikisema Burundi wanajulikana. Kufanya kazi na watu wawili wenye jina kama Double J, Kirikou, ni watu wana majina makubwa kubwa. Mimi future nilikuwa nawaza kama nyimbo itakuwa kubwa. Tayari waliwahi kunipatia promise. Tena ni nyimbo nzuri. Wale kunipatia promise. Wakaniambia itakuwa hit bro, usijali. Wewe pesa tunakudai, tupatie hizo tunakudai. Juu tunajua kazi tutakufanyizia. Na mimi singeweza kutosha hizo pesa zote hivyo. Wale ni promise kama tutafanya kazi kweli kwa nguvu na upendo wa dhati. Nikasema sawa. Juu ni wakwa vijana, naona vijana ni vijana wenye wanatafuta nao pia. Nikasema hamna shida basi. Tukosha kwa wajamaa wa rafiki. Hata ile ya mara kwanza wakataboje walipomkamata. Bro, nilimsikia huruma tu. Lakini watu walinilaumu kasema unamsikilaje huruma mtu mwenye tayari acha kuharibia kazi. Vitu kama hivyo. Acha kuharibia kazi. Hata wakisema wa post, hawatapost kwa ile roho moja. Tatizo ingekuwa wana roho wangeweza kupost. Hata coming soon hawakupost. Cover kwanza ya kubia preparation ya kusema video inakuja hawakupost. Out now hawakupost mpaka nyimbo inakuwa kama ishakuwa wiki 3 hii. Hivi ni wiki 3, yani ngai wiki 3. Hivi shafika kwa wiki. Maana leo. Maana leo just angalia maana wiki 3. So unaona mtu akiangalia, naangalia pesa niwapatia, naangalia na gisi yenye wanavyonilipa. Naona si hiyo video ingefika mbali. Video ni nzuri na nawaza mkitumikana na Landry na Birimani Boys. Nyimbo ingekuwa kubwa sana. Nitumika na Landry na Birimani Boys. Nao mahitaji yao walikuwa wananiambia itafika mbali, wakani promise. Tena ni ukweli ingefika mbali. Wangefanya nguvu zao zote, hiyo wote bifanyikiwe, media tu zifanyikiwe, kila kitu chote kifanyikiwe. Sasa hivi convocation zishafika mu watu. Watu wanajua, watu washajua. Na waza kama hivyo wako wanted. Lakini sasa chenye mnangojea kufanya ni kitu gani? Mimi hapa hapa nitafanya juu tayari haiko tena katika niko katika mikono yangu, lakini kwa hivi iko katika mikono ya wakuu. Iko katika wakubwa wanatafutiwa.
Juu mimi wakati biko wacha wananiuliza tu. Okay, tuifanye siku gani? Juu kuna siku nataka kuvifanya. Ile wakati walikuwa na show pale hapa kumutwenzi. Ndio kuifanya hiyo wakati. Ile siku nakumbuka Simbizi ndo Simbizi. Alikuwa kule. Simbizi alikuwa kule lakini walitaka kuvifanya hiyo wakati na Double J mimi ni monaka hivi. Lakini wakaniambia vya waanze wakata watu usiku Burundi abikubaliki. Lakini ningependa kile siku hata wangewafuata kwenye wangeendaka wangetaka hata asubuhi. Lakini mimi nikasema acha nikale kimya nikana wa jamaa. Juu kulikuwa naongea na management wa akaambia tulia tu watapost. Yes. Bro, nina audio iko nipatia message iko ananiambia tulia. Ukiona hivi vitu inafika hapa ni juu manager wao Moza iko ananituliza. Tulia watapost, tulia watafanya lakini abafanyi. Abafanyi. Hizo juko nazo? Nipo nazo, niko na audio tayari. Hiyo kwenye simu yangu. Unaweza diskuza ili watu wasikie kama benyu kunasema uko mkweli. Ajili hapa kwa watu wanakuwa nasikia wanasema vraiment mtu si escrow. Sio escrow. Kile kanafanya ili Kirikou na Double J wawe majina. Escrow bro, vitu vya kontra nipo nazo. Hakuna mtu anaweza kaenda kalipa milioni kama 5 ya marundi hivi. Bro ni pesa nyingi. Lakini ingine question hii. Jua nini kutia kukwambia waimbaji au wasanii ndo wafanye promo ya nyimbo. Hapa Burundi tuko na wapromoteri wengi tena wanajua kazi. Jua nini kuamini wasanii. Mimi sikuamini. Unaona watu kama ni wageni. Wanatokea mbali, wanaishi Finland. Yes. Hawa hawajui kila kitu hapa. Hawajui eti nani anataka kanifikisha kanikwata mkono nipeleke fast fulani. Yes. Hao waliamini wakasema hivi tupatie wa Double J. Ile pesa watatuchaji. Tuambie eske wanaweza wakatukamata mkono na kutufikisha kuwahusika. Unaona? Juu kama hata mimi hapa Simbizi sikuona mjua. Hao ni wanawajua. Hao ni wanajua media tu za hapa njia wanaweza kupita hapo. Yes. Ndio ilikuwa hivyo. Haikuwa sio kuamini kuwalipa hiyo pesa zote. Tatizo ilikuwa hiyo kuweza kuwafikisha mahali pa husika. Ndio tatizo ilikuwa hiyo. Haikuwa sio kutafuta au ni wangeweza kufanya kila ilikuwa kuwashika. Lakini kazi tuifanye pamoja. Ukiweza kuangalia wewe kama wewe ulishawahi kuona hata Double J anayozungumzia hii nyimbo? Hapana. Au Kirikou? Hapana. Au hata manager wao? Hapana. Kwela waliopokea. Lakini ningekuwa ni wengine. Nilisikia walikuwa kama na matua kama huko Bilimani. Yote nilikuwa najua. Ningeweza hata ningefuata huko, ningewakamatia hata huko. Lakini washukuru sana Moza. Juu Moza aliniambia hivi watapost. Ningeweza kuona Bilimani hapa kama walikuwa kama Gitega. Gitega sio mbali. Tiketi ya kukamata na kuwashusha ilikuwa ni rahisi. Juu niko na kila kitu kinakubalika. Lakini sema acha nisikie management ndio tuko tunaongea naye sana. Kama hawa wamusikilizi, mimi niko namsikiliza juu najua nguvu ya management. Yes. Timu bila management inakuwa ni bure. Mimi niko namsikiliza sana. Yes, bon. Paka watu wengi wako kusikiliza lakini nasema ili tuamini vyovyote. Tusikilize hizo audio. Niwasikilize? Yes. Ajili watu wengi sasa Kirikou Double J wanaweza fanya vitu kama hivi. Na tena wamekula franga kama hizo zote. Inaumiza sema ni watu wenyewe hawajui. Ingekuwa wanajua gharama, wanajua mateso ya hela. Hela ni bakubwa naenda. Hela. Inaumiza sana bro. Ni wasanii Kirikou na Double J. Ni nyimbo Ichana. Mtu yote kana tusikiliza arashobora kuja kuri YouTube, indirimbo yitwa Ichana, ni Bad Boys featuring Kirikou na Double J. Ni indirimbo nziza, indirimbo ifite sana meza s'il vous plaît. Ni indirimbo for sure yari kwiriye kuzoba hit. Tusikilize. Unapenda play? Niye?
Sasa kama sasa waweke kama sasa waweke wa posti watakuwa wanataka nini ndugu yangu? Kwa juu ni vitu mimi naona ikifika kama leo kama ni saa 2 itakosa kwa juu ndio kwenye mtoto mpaka hivi unanipata promise wataweka na subiri kazi kubwa tena au kwenye ambiaji wa media tour bakiona wanaposti au wakipost ndio itakuwa rahisi kuwapata bila au kuweka vitakuwa just nasema hawa jamaa nao vipi. Nishawaambia tena wao wana promise wataweka, sasa tufanye aje basi? Hawa wanabidi waweke juu ni vitu tulikubaliana. Sasa timu moza tuelewane umeme na kuposti wapi na wapi. Si ni telefone tu. Sasa si ni telefone tu kuposti na umeme wapi na wapi ndugu yangu. Hapana wewe kuziweka hao wenye waliimba wenye wahusika. Ndio sasa nishawaambia wananiambia wataweka. Basi nifanye aje? Wewe niambie cha kufanya kama wewe kiongozi wao. Wewe kiongozi mkuu, wewe kiongozi na tuwape muda ikiwa wataweka. Wao ndio watakuwa na vingine. Ndio watatu sasa kifuzo tu kuna makubaliano yenyewe tulifanya kwa. Kuna makubaliano najoka kuna makubaliano tulifanya. Kama maweki wako nyama. Moza anaitea kama pako makubaliano yenye mlifanya. Ndio. Na tena nasema mie na wakiana waambia, wanaambia ngo tafanya manager utafanya. Ndio. Umeme. Ilevre umeme Bujumbura ni shida. Lakini hauwezi kosa umeme kupost. Sasa umeme kwenye simu. Wanakiwa na posti na mastati na vingine vyote. Kwenye simu umeme wa kwenye simu si kawaida. Mimi na mimi unaenda lakini natafuta ndapata umeme. Chakubakia sasa. Hivi vitu bishakuwa birefu. Watu shajua vyote. Bitaishia wapi hizi convocation? Eske wasanii wetu ni kuwafunga bitaendeka aje? Unaona kitu kipo hapa? Mimi kama mimi. Hao ni wanapenda vitu vifike mbali. Mimi siko napenda vitu vifike mbali. Yes. Juu ni watu wenyewe nilikuwa napenda sana, lakini wao wanapenda vifike mbali. Mimi kama mimi kitu hapa wanabidi wafanye, juu kazi ndio kama imewashinda. Kazi imewashinda. Hata kazi wanaiweza. Wanaweza lakini imewashinda. Juu kwanza kuna tu kama just bro. Wewe ataka mawe wakupatie kazi. Si ndio? Hiyo kazi watu usifanye. Hata ushindwe hata kama kuna bifu mtu. Bora sikizie basi. Bora sauti yako ishafika ndani, image yako ishafika ndani. Huko na roho ya kujikamata unajikamata kweli mpaka nyimbo inafika 3 semaines, wiki 3. Inaeneza mwezi. Hata kupost. So niambie mimi ndafani. Hapo maana kazi imewashinda. Juma kama makubaliano tuko nayo. Hata mimi ndaionesha hata watu ndatia nje. Makubaliano tuko nayo. Inasema kama tufanye promo pamoja bila unafiki. Yes. Bila unafiki. Mimi kienda fanya kama watu tayari washashindwa. Maana yake pesa ni walipa. Maana yake kidogo juu na warumia kidogo, image imeoshaonekana yao kidogo. Sauti waliingiza kidogo. Maana mabidi wanipatie kipande ya hela niliwalipa. Moitié. Umepatia 1000 euro. Marundi ni ngapi? Hivi ni ngapi? Karibu hivi ya kwa 5 milioni au 6 milioni. Sasa tuangalie. Ni 1000 euro. Yani wamekula 6 milioni bila kufanya kazi. Maana yake isipokuwa tu ile sauti na ile sauti iliingia kwenye audio, sio wao walilipia, mimi nimelipia. Video mimi nimelipia. Sasa jiulize wakule hizo hela hata kukamata hata video tu kidogo waweke kwenye page au hata Instagram. Yes.
Nani yote imebeba ngapi hii video yote? Nikisabia pesa yote gharama ishienda ni kama ma 12 milioni. Hey, juu video ilikuwa na watu wengi. Nikisema gharama zote zishienda. Shao kama ma 12 milioni. Yes. Kukumalizia kipindi ni kitu gani cha unaomba wasanii wetu? Ni kitu gani unaomba acha tuseme leta ili vitu biwe biko mulongo mzuri? Unaona mimi kitu kama naona hapa nikizani Burundi hakuna usimamizi wa music, hakuna wenye wanaosimamia wahusika. Juu ingine sehemu government inakamataka hiyo na hiyo kazi ya kusimamia wasanii. Juu pakitokea mambo kama haya government inajua gisi ya kutatua. Yes. Mimi kitu napolomba wasanii wa Burundi ni kujua kama mtu akishakupatia kazi, akishakukabidhi kazi tena amekulipa na ile ajitahidi afanye kazi. Afanye kazi tena wawe na upendo. Wapendane. Bila upendo hakuna kitu kitaweza kufanyika. Kitakuwa vurugu kama hivi. Ningekuwa hapo hata kale ka upendo kama gisi mimi niko naonesha upendo. Bila upendo mimi Double J kama ile siku wangemuka. Kama ningetaka wa media tu, kama ningetaka wanani wa journalist wangewa na mkamata wanaona juu tayari alifika mikono ya wahusika wa polisi. Aliwacha wao kufungiwa kalala ndani hiyo siku moja, lakini Rumani wakamwachilia. Ndio hivyo bro. Pole sana. Nimefika lakini nadhani havitaishia hapa. Juu bado ningaki navifuatilia sana. Yeah, bon. Hizi ni convocation ziko hapa. Na tena hivi wasanii wako hapa. Wasanii wangu wako hapa. Kikuwa Double J. Double J vipo hapa, lakini wangu wapo hapa. Nasema Kirikou na Double J. Wapo. Wako hapa. Lakini hizi convocation zinamaliza plus de 1 mois. Aimalize 1 mois. Hiyo ilikuwa ya kwanza wakati Double J wa mkamati. Lakini unasikia kama hizo tatizo zote zilikuja hapo pana zinaandikiwa piko ya nani hii ya Levende. Naona. Piko hii ni ya Levende mwezi wa pili. Ukiona hapo hii hapo ina distille ya rouge. Levende mwezi wa pili. Niyo nkuru Yusuf Akbal. Huyu ndo Kirikou. Kirikou, yo ndio Kirikou. Huyu naye ni Mugisha Jean Junior. Ndo Double J. Izi ni convocation z'abahungu bacu babiri ari wa Bilimani Boys. Ile convocation, hii ni mandat. Mandat plutôt. C'est pas convocation, ni mandat zo kubafata kugira ngo bashobore gufungwa. Muri parke naho nyene. Ni ibintu navuga ko bibabaje cyane kubona abartiste bacu ashobora kujya amafaranga y'umuntu mugabo ntakore ibikorwa yarakwiriye gukora kumbure. Asante sana. Lakini sasa kwa kumalizia chenye sasa tunaweza omba leta yetu. Ni kitu gani? Kitu mimi napenda kulomba tu government waendelee kufuatilia wasanii kama hawa wenye hawajui maana ya kazi. Naona government ikivishimama vitu vitakuwa sawa kweli. Ndio kitu napenda nikulombe tu government. Juu nikizana hata Tanzania wapo na government inashimamia kama vitu kama hivi. Rwanda wapo. Hata na Finland kule mahali walipo zip. Hii ni kama kazi. Ni kazi nyingine. Ni kama kazi. Hao wangefanya wengine hata kuanza wasanii kama hata ingekuwa walipe hata tax. Juu wengine walipa tax, kwa maana government inaweza kushimamia. Naona. Lakini wakifanya kama kitu kama hiki, vitu vitakuwa kweli sawa kweli. Acha nikushukuru sana mzee. Nafurahi sana na mimi nakushukuru pia. Merci beaucoup bakunzi ba Yaga Take wala byo ibiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera. Ndagushimira cyane gose amakani komeza kuraba ibiganiro vyacu. Asante sana.